الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم كن رائد في كلامي واجعل إخلاصا في مقالي. اللهم افتح قلوب سامعين لهم لسماع كلمة رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. أوصيكم كما ينبغي أن أوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الأعزاء. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika imani, Uislamu ndio dini ambayo imekuja kuwaacha watu huru kutokana na mifumo ya kuabudu binadamu wenzao, kuabudu majini na mashetani na vinyago, na imekuja kuacha huru wanadamu kutokana na mifumo iliyobuniwa na watu yenye malengo ya kuwadhuru na kuwanyonya na kuwabagua na kuwafanyia kila aina ya majanga. Leo Uislamu umekuja kuwaacha watu katika uhuru ule wa kimaumbile unaotakikana. Ndio moja katika jemedari katika jeshi la Waislamu walipokuwa wanapambana na dola kubwa kipindi hicho, dola ya Kifursi, Rostam anamuuliza huyo jemedari, kulikoni nyie mtoke huko kwenu mje katika ardhi yetu? Basi majibu yalikuwa ni marefu, lakini mstari mmoja tu ndo tunaupigia maneno haya, ndo tunayapigia mstari. Akasema, ji'na linukhrij al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Tumekuja kuwatoa waja kutoka katika ibada ya kuabudu watu kuwapeleka katika ibada ya kumwabudu Mola wa watu. Maana yake wamekuja kuwatoa katika kila aina ya vifungo vinavyokinzana na maumbile ya binadamu na kuwapeleka katika utaratibu wa maisha unaowafikiana na maumbile ya binadamu. Na utaratibu huo hauwezi kupatikana isipokuwa ndani ya Uislamu, ikiwa imesimamisha dola yake na kutekelezwa sheria zake kwa ukamilifu. Ulimwengu umeshuhudia mifumo mitatu mikubwa katika karne hii iliyopita na hii tulionayo. Pamekuwa na ubepari na ujamaa na Uislamu. Ubepari upo, ujamaa toka miaka ya 90 huko ulifariki, haupo tena. Lakini pia kuna Uislamu ambao tuna miaka zaidi ya 100 dola yake kuvunjika. Upo kitheory lakini haupo kivitendo, kwa sababu hauna chombo cha kusimamia sheria zake, ambacho bila shaka tunazungumzia siku zote kwa ni dola ya Kiislamu ya kiulimwengu, al-khilafa. Kama hivyo ndivyo bado wanadamu kwa ujumla wao wako katika utumwa wa mfumo wa kibepari. Wadau wa mfumo wametengeneza mazingira ya maeneo mengine yote watu wawe chini ya mitizamo yao, ya sera zao, ya mfumo wao wa kiuchumi, na kila kinachohitajika kufanyika katika maisha wapite mule wanavyotaka wao. Kama hivyo ndivyo tunaona ardhi nyingi, ardhi pana, ardhi kubwa ya ulimwengu bado iko chini ya ukoloni mamboleo. Tuna uhuru wa kwenye makaratasi, lakini hatuna uhuru halisi. Nchi huru duniani
sijui hata kama zinafika 20, kwa sababu ili nchi iwe huru, maana yake kuna mambo ya msingi lazima yazingatiwe kwenye uhuru wa nchi. Kwanza ni nchi ambayo sera za ndani wanatunga wenyewe, bajeti zao zinatokana na wao wenyewe, ulinzi wao ni wao wenyewe, lakini pia wana ushawishi katika mataifa mengine, yani wakisema wanajulikana na fulani wamesema, na mengine machache kama hayo. Sasa sura hii unaona hali halisi ya ulimwengu wa sasa ni mataifa machache ambayo yana sifa hizi ambazo nimetoka kujisema. Lakini katika mataifa machanga au mataifa yanayoendelea kwa lugha inayofahamika, bado ni mataifa ambayo yana uhuru wa kwenye makaratasi, lakini hayana uhuru halisi. Na wa magharibi huwa wanahakikisha kwamba wanaendelea kuyafanya haya mataifa kuendelea kuwa chini ya matakwa yao, chini ya usimamizi wao, hata kama ni wa indirect. Na itakapoonekana anataka kujikurupua, basi utengeneza mazingira ya kuwabakisha pale pale walivyochora wao, kwa kuwa mipaka wamechora wao, sera za ndani na sera za nje na mifumo ya kiuchumi ya kila kitu wameichora wao, na wanahakikisha inasimamiwa vile wanavyotaka wao. Kwa hivyo taifa lolote lile ambalo litataka kukurupuka litafute ule uhuru halisi, lazima likutane na majanga na mashaka mbalimbali. Na hawa mabwana, kwa kuwa kwao maslahi ndio kila kitu, ndio kama ukiangalia hata Waamerika wanavyozungumza, we have no permanent friend and we have no permanent enemy. Our permanent friend, it is interest. Hatuna rafiki wa kudumu wala hatuna adui wa kudumu. Rafiki yetu wa kudumu ni maslahi. Manake ndo sera, huyu ndo kiranja wa ubepari. Manake ndo sera za mfumo ulivyo, kwamba maslahi ndo rafiki wao wa kudumu. Yoyote yule ambaye anaonesha kwamba anataka kwenda kinyume na maslahi yao, basi watahakikisha kwa namna moja au nyingine wanayabakisha kwa gharama yoyote ile. Au wanapotaka kwenda kuyatafuta maslahi sehemu fulani, basi watahakikisha wanafanya kila aina ya mbinu chafu ili waweze kufikia kuchota yale maslahi wanayotaka wao. Kwa hiyo tunayaona ulimwengu wa tatu unapokumbana na mashaka kama haya. Kwa hiyo wanaangalia tu ni lipi ambalo ni point of weakness kwa hawa watu, tukitumia tutafikia malengo yetu, ima kuwatawala, kuwaingiza katika utiifu wetu, au kuyabakisha maslahi yetu, au kuyaondosha kutoka katika kambi fulani kuyapeleka kambi nyingine. Watafanya hivyo kwa sababu wao, kama tulivyozungumza, maslahi ndiyo msingi kwao. The end justify means. Manake mwisho unahalalisha njia. Midhali tunakusudia tukufike pale, tuyapate yale au tuzuie kile kwa ajili ya faida zetu sisi, basi tutafanya njia yoyote tuweze kufikia pale. Kwa hivyo katika hali kama hiyo ndiyo tunaona mipango mikakati inayofanywa katika maeneo mbalimbali duniani kwa ajili ya kufikia hayo malengo ambayo tumetoka kuyazungumza, kwamba maslahi kwao ndio ajenda ya msingi. Basi ukiangalia katika ulimwengu, iwe ni ulimwengu wa Kiislamu au ulimwengu mwingine, utaona mipango mikakati inayotumiwa na mataifa ya kimagharibi ili kuweza kufikia katika malengo yao. Wakiona ni katika jamii ya Waislamu peke yao, lakini wanahitaji kitu fulani, ima kubakisha maslahi yao au kuyakwapua kutoka katika wamiliki wengine, au kuyakwapua kutoka katika mikono ya wale waasili wa eneo lile, basi wanaweza wakatumia mbinu yoyote ile. Wanaweza wakaangalia point of weakness kwa hawa watu, labda tutumie umadhehebu kama iliyofanyika katika ardhi ya Yemen, kwamba hapa pana ushia, pana usuni. Tukiingiza hii fikra ikaiva, kundi moja tukalipa nguvu na hili tukalipa nguvu, wakaingiana maongoni, basi tutafikia muradi wetu, kwa sababu tushawagawanya. Tutawatawala tu, divide and rule, tawagawanya watawale. Kwa hiyo wanaangalia kitu kama hicho. Ikiwa ni jamii mchanganyiko au jamii ya jamii fulani, for instance labda hawa ni Wakristo peke yao, ndio majority katika ardhi hiyo, tunaweza tukautumia Ukristo wakaweza akaingia na maungoni, au tukatumia makabila kama alivyofanywa katika ardhi ya Rwanda. Wote ni Wakristo majority, lakini wakaingiana. Kilichoangaliwa pale ni Uhutu na Utusi, watu wakauana kwa maelfu na malaki.
Wanaangalia nini? Wana lengo lao, wana mpango mkakati wao katika ardhi ya madini ya Kongo. Tunaifanyaje? Nani atakuwa mdhibiti? Nani atakuwa nyapara wetu eneo lile? Lazima tuchore mchoro wa kufikia yale malengo. Hawajali thamani ya roho za watu. Kwa hiyo wanaangalia nini wafanye. Ukiangalia kinachoendelea katika ardhi ya Sudan, wanataka waigawanye ile ardhi ya maslahi yao, wayabakiza katika eneo lao. Ukiangalia katika maeneo ya Darfur, Kurdistan na kwingine, unaona mvurugano katika ardhi ya kaskazini ya Sudani, ambayo ndio Sudani kaskazini. Haya makundi mawili wote ni Waislamu wale. Huku kuna Burhani, huku kuna Dagalo. Watu wanauana, watu wanavuruga nchi yao, watu wanaichafua ardhi waliozaliwa na wametoka katika migongo ya Waislamu. Yote ni michoro ya magharibi. Tuikate hiyo vipande viwili, ili hichi kipande chenye thamani cha madini cha Darfur na kwingine atakaa Dagalo. Sisi tunakwenda kuyachimba kwa maslahi yetu. Tunachokifanya tunamfandi kwa silaha na kadha. Kwa hiyo akachukua mpaka nchi za Waislamu, hawa wakaweka wadhamini hawa na hawa wakaweka wadhamini hawa, wao wamekaa pembeni wanaangalia kinachoendelea. Haya ndiyo ambayo wa magharibi wanayafanya katika kuhakikisha kwamba hizi nchi changa zinaendelea kuwa chini ya mikono yao na wanaendelea kutawala, na manufaa na maslahi wanayabakisha katika mikono yao. Kwa hiyo wanaangalia wapi, yani tuingieje, tupite vipi. Ndicho kinachofanyika katika ulimwengu wa sasa. Sasa Uislamu umeyakuta haya. Waarabu kabla ya Uislamu walikuwa kigombana. Kiangalia watu wa Madina, kuna Aus na Khazraj, walikuwa wanapigana tena kwa sababu za kipuzi tu. Wakati mwingine vita ilisababishwa si na punda, si farasi, basi ikawa ni vijimambo tu hapa na pale, watu wakaingia na maongoni. Lakini Uislamu ulikuja ukawapa itikadi ya Kiislamu, ukaondosha ule uchafu, wakawa pamoja. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa ni ndugu sasa. Hapo kabla walikuwa ni wanachungulia mashimo ya moto kwa ukafiri waliokuwa nao na namna walivyokuwa naangamizana kwa sababu ya ukabila. Uislamu ulikuja ukaondosha. Uislamu umekuta jamii za watu ambazo zilikuwa zina unyama, lakini zikaondosha ule unyama, wakabeba Uislamu. Kuna watu waliokuwa wachafu na wabaya kama Wamongoli walioingia katika ardhi ya Uislamu, wakamuua mpaka khalifa katika ardhi ya Baghdad, lakini majority of them baadaye walisilimu na wakaubeba Uislamu na wakawa wanapigana jihadi kwa ajili ya kuhami Uislamu. Kwa hiyo ilikuta jamii zimeoza, jamii mbovu, jamii chafu, zikaondosha ule uchafu kwa kuingiza itikadi sahihi ya Kiislamu na zikawaunganisha wakawa wamoja. Ni hawa Waislamu waliofika kipindi mtu anamuhami mtu baki, anamuua ndugu yake kwa sababu yule amebeba unyama na ukafiri, na anamlinda kwa sababu tu ya imani na itikadi aliyokuwa nayo. Tumemwona Abu Ubaida Amir bin Jarrah akimuua baba yake mzazi, kisha akabeba ukafiri na unyama, anawalinda wakina Bilal bin Rabah. Hawana udugu, hawana damu, hawashai hata kabila. Nini? Uislamu ndio ulikuja ukaondosha hii minyororo ya utumwa, ya ubaguzi wa rangi, ya ubaguzi wa kila namna, ukabila na vingine, ikaondosha uchafu huu, ikabakiza itikadi moja. Sasa katika ardhi kama hizi, makafiri kwa kuwa kuna vitu vyao, kuna maslahi wanayotaka au wanataka yaendelezwe, hawashindi pia kuwavuruga watu kwa kuwachanganya kwa namna wanavyoweza. Tumeona Afrika ya Kati palikuwa pana antibaraka, upande mmoja kuna Seleka, upande wa pili hawa ni Waislamu, hawa si Waislamu, wanalao pale ndani, wakawavuruga, wakaingia na maongoni, watu wakafa, wakachinjana. Wao wamekaa pembeni wanaangalia the movie. Tumeona katika ardhi ya Pakistan sometimes unaona mvutano kaita baina ya Waislamu wa Kishia na Waislamu wa Kisuni. Wao wameangalia, wamekaa pembeni wanaangalia the movie, lakini wanayachochea wao divide and rule. Kwa katika ardhi kama hizi nazo unaona sasa, ili waweze kufikia malengo yao, unaona mihemko inayotengenezwa ili watu waingiane maongoni, alafu wao waje waendelee kutoronaka hali ya kuwa wameacha makovu katika ardhi za watu. Mito ya udini sasa imeshika nafasi, kila mmoja anavutia upande wake, hali ya kuwa sisi Waislamu, sisi udini ni sehemu ya maisha yetu. Lakini kwa sura gani? Kwa sura ya kuwaonesha wanadamu kwamba tatizo linalowasumbua wao ni ubepari. Wala tatizo sio Mkristo, wala tatizo sio shekhe fulani, na tatizo ni ubepari ambao haumwachi mwanadamu salama. Uislamu ulikuja ukatawalia maeneo kubwa la ardhi, ikafika kipindi watu wanakimbilia katika ardhi za Waislamu wakapate maisha bora,
ambayo atawatengenezea mustawa mzuri wa maisha, na wakifa wataenda peponi, wakasilimu afwajan,